Aisha. The Block Sound. Unafanya nini nyumbani kwangu? Unaniuliza swali gani? Na kanga moja. Sikiliza nikwambie binti. Ndio ulichezea uwezo tukaitaka. Umeelewa? Leta bani. Ugeni ule simuone. Mtoto wetu yule. Mama? Basi ugeni ule sio waheri. Kuna nini? Mtoto amejua kutindikanya mambo. Amefanya mambo ya kundambanda hivyo. Janet uje wote. Kuna matatizo nyumbani kwao. Washapigana? Afadhali wangepigana kidonda kingepona. Nini tena tatizo? Janet ametoa mimba. Janet yeye nimjua mie? Mimi ndio alivyoniambia. Sasa hapa sielewi mimba ile. Kwa nini ametoa? Kila ninapomuuliza aniambia. Kila ninamuuliza hasemi. Sasa yule inawezekana ameshirikiana na Ntwave wakatoa Nsigole. Sasa mimi si wamesema baba atakuja. Lakini mke wangu tusiamalize maneno wakati mume hajasikia ya kwake. Wewe umeyapata peke yako ya mtoto tu. Lakini inawezekana akaja mume akaja vitu viwili tofauti. Sasa tuwe makini. Kwani yeye kakwambiaje mwisho? Watakuja hapa kwetu? Kwa siku zote unakuja rafiki kumbe ni mnafiki. Aisha, sikutegemea kabisa. Yaani unaweza kunisaliti mimi? Bibi sikia. Ulichezea uwezo tukaitaka. Aisha, vipi kwani? Mbona unajiaziba? Yamekukuta kweli? Bwana ni naye na natamba naye. Aisha, jina langu. Wewe kaka kutulia. Aisha, wewe. Subiri mazahani. Sugar. Nakutafuta muda mrefu sana. Wamesema Janet aje huku, yeye Ntwave atakuja huku. Sasa mimi nasubiri. Yule bwana mimi nasubiri. Tumsubiri. Mimi naona kama wewe uchungu sio sana kuliko mimi. Anatoa mtoto wangu mimba. Wajukuu wenyewe wawili. Yaani mimi yule simogopi. Nitaninginia kwenye ndevu zile. Asinione mimi mfupi yeye mrefu. Awaulize ni wala huko. Mimi nina nguvu. Gunia moja lile la korosho mimi ninajitwisha ninabeba. Yule mimi atanibabaisha. Ngoja nije kuyasikiliza hayo maneno hayo. Yule nitamtia kwenye kiroba na ataingia urefu wote ule. Iya uko kwe kubwa. Ndio Sasa kwenye kiroba yule anafunga na ndevu zake ndio za kufungia mle kwenye kiroba juu pale. Sitaki masiala mimi. Haya bwana. Nimekuelewa. Sasa hapa ndio wangu cha muhimu. Tutungamane kimya, tusimpigie simu bwana yule kuuliza sema anakuja. Tusubiri akija hapa tutaongea naye tutajua. Kama Nsigole ameshirikiana, kama ametoa peke yake ndio tutajua. Unajua siku moja hapa ninapita nakumbuka siku ile ukuja nikasikia kuna matatizo. Nikapita nikaingia ndani. Matatizo yenyewe ndio kumbe ndio haya. Mimi kukaa kwa wote kule sijakwambia siku ile ninafikiria Ntwangu yeye alivyokuwa shoti. Namwambiaje? Lakini nimefikiria ikaona takufia mimi. Maana ukikana kitu hapa kwetu kule wanaita lituku. Ukikana kitu hapa kuna vimba sije nikapasuka. Ndio ninakwambia. Mtoto wetu mambo yao haribu ndio. Baby. Yes. Baby. Kuna kituko hapa.
Wewe mwanamke umefuata nini hapa? Nimekuja nyumbani kwangu. Nyumbani kwako? Nyumbani kwako hapa? Ndio, tena huko na rafiki yangu. Kwako hapa? Ndio. Wewe umekuwa kono hapa kwako eh? Naomba uende. Siendi. Moja, naomba uende. Nimesema siondoki. Unanijua vizuri mimi. Siendi kokote. Sisi unanijua vizuri nipoje mimi. Aisha nyamaza. Bwana nani anasema? Toka. Unanifukuza. Hebu. Nenda. Bwana wengine tunyang'anisi. Mimi wewe nenda, umeshakoroga nenda mwana kweli. Unajua kwa nini kwa? Sielewi. Unamjua mtu anaitwa Mnabi? Nijibu, unamjua mtu anaitwa Mnabi? Mimi sijui chochote. Sasa basi. Nina ushahidi ambao unaonyesha kwamba wewe na mwenzako Mnabi, wewe umempa mzigo Mnabi aje kusambaza kwa watu wadogo wadogo. Najua wewe na mwenzako hamwezi mkamiliki mzigo ule. Niangalie mimi Upendo naongea, unaangalia wapi? Unajeuri sana wewe. Mwenzako ndo umempoteza tayari. Naona umetukamana kimya ndo wangu. Hapo bwana nimetulia. Na pigwa na vipepo vya nyekali hivi. Nikaona kila nikikaa kusubiri mke wangu. Naona hurudi. Kaona haya mambo tena na uzee kukaa peke yako muda mrefu ndio unavyokuwa na akili ya kujinyonga. Watu wanasema kajinyonga kwa sababu gani? Kumbe wivu umekuja. Umri huu tena uwe na wasiwasi. Nitie moyo namna na mimi nitabidi kunenepa. Kuhangaika mtu wangu. Nikikaa ndani hapo nafikiri hela vikoba nitapata wapi? Mke wangu mbona unanitisha? Nakutisha mimi. Ina maana utokaji wako ndio unaanza kutafuta hela vikoba kwa njia nyingine tena? Utu uzima huu mimi ninatafuta nini? Na ndio wakati wake hasa wivu. Ule ujana, kwa sababu ujana mnakimbizana, lakini sasa hivi wazee mmetulizana. Sasa ukitulizana tena uwe na mwezio. Sasa be. Mimi mwezio naona unaniita nyumbani. Ndio. Kwa nini uende home? Unajua siku ambazo tumekaa hapa baby. Umenipa kampani kubwa sana baby. Yaani kiasi ambacho da. Sasa kwa nini unataka kwenda? Najua. Lakini ngoja kwanza niende mara moja nyumbani. Nikaangalia usalama. Si unajua tena. Janet yuko ndani. Janet hapa bwana katoka. Katoka kanambia akenda kwa Mwajuma. Lakini toka time hiyo mmeshindana wewe na mwanao. Wewe hujarudi na yeye hajarudi. Basi nimekaa hapa utafikiri mimi ndo mlinzi wa nyumba. Haya ngoja nikaangalia ndani huko kuna nini cha kufanya sasa hivi. Haya, nenda kufanya maarifa. Cha kupika kipo mke wangu. Wala usio na wasiwasi. Wewe mpishi tu ndo umechelewa kwa hiyo mihangaiko ya kwenye vikoba na sisi itazaliwa vikoba au itazaliwa mkapo. Manake kila mtu anakwambia kikoba, kila mtoto wa kike kikoba. Wewe baba Janet. Ndani kula kuna hata nguo moja Janet. Kwa hiyo alivyotoka hajabeba mfuko? Hakuna. Kaondoka hapa Janet hana nguo, hana mfuko wa kilo 2 hana. Wa kilo 1 hana. Unaniambia begi hamna? Au imeibiwa huko ndani? Kuibiwa ibe nani? Na kama zingeibiwa au mwizi angepita hapa wewe ungemuona. Wewe ulikuwa umekaa hapa? Kama mwezi mmoja hivi bado. Sasa mimi kwa naombi moja. Naombi gani? Uhamishie huko vitu vyako ili mradi muda ambao umebaki mchache wamie hapa. Kwa vile msema wewe. Wajana wiko na mimi yani nakupenda
Afande, mimi nichaliwa mtaani tu, nisielewi chochote yani. Mtaani sasa hivi nyinyi na mchezo wenu hiyo. Na watoa kule. Nitawapeleka gereza kuu. Pale ni moto, sio kama jua hili mnaloliona. Yaani utakuwa unanionea tu, mimi sielewi kabisa, nisielewi. Pale ni kuungua na matatizo mengi. Yaani mtakoma kweli kweli. Afande, unaelewa kabisa maisha ya jela. Unadhani mimi nikienda jela itakuwa vipi afande? Afu watu kama nyinyi kule jela, mlipokuwa mchele hivyo, utakuwa wake wa vigogo wa kule. Kule kuna wababe kule, watakubadilisha chakula Na sidhani kama utapenda hivyo. Kuna njia zote wanapita, ziwe safi ziwe chafu washezi. Unadhani utataka hilo? Inawezekana mlango wa 1 wamevunja wakaja kuchukua. Mlango wa nyuma wapi? Yaani baba Janet tulipokosea kitu kimoja. Usingeruhusu yule kwenda kwa Mwajuma. Mimi Mwajuma namjua tabia yake. Mwajuma shoti. Na sipendi kabisa mimi ashirikiane na mwanangu. Mke wangu, unajua unavyoniambia unakuwa kama unaniweka kwenye hatia ambayo sio ya kwangu. Mwajuma unamjua. Lakini na mwanao unamjua zaidi. Lakini mwanao, wewe mke wangu sasa hivi hapa, mifano midogo tu, umeondoka. Ukanambia unakwenda zako kwenye safari zako ukurudi masaa 5. Sasa na mwanao naye kaniaga mie, bado jukumu hilo la kusema kwamba nende nitaje saa wewe utarudi saa ngapi. Hilo mke wangu si unanipa mtihani? Lakini mtu wangu umejua mimi nimeenda kufanya nini? Unajua kabisa nimeenda kufuatilia madeni. Haya Janet huko kwa Mwajuma ameenda kufanya nini? Alafu yule nka mtu. Sijui unajua? Mke wangu, unajua ukinipa mtihani wa kumlinda mtoto wangu, kama kulinda nimelinda wakati huo kashakuwa mwali. Lakini sasa hivi mtoto ana watoto 2. Hivi nikae hapa mimi nitafute mnyololo nimfunge hivi inawezekana mke wangu? Ongea tu mambo yako kipumbavu. Akija yule bwana ndevu yule utanjua. Anapotaka kundai mke wake hayupo. Nimelinda wakati huo uko mwali, lakini sasa hivi kashakuwa mtu mzima na watoto 3, 2 wengine kashatupa. Hilo sifanyi. Sinipe kazi sio ya kwangu. Bora ungekaa kitako ukaniambia nichunge mbuzi kuliko kumchunga binadamu. Mumeo leo. Alindwa mke alindwa. Kamlinde mumeo leo. Janet. Karibu, kilichokuleta? Dada, naomba unisaidie nikae. Ukae wapi? Nikae hapa kwako. Mimi tena nikwambia ukae hapa? Nimetoka kule kwa shemeji yako, nimemkuta na mwanamke ndani. Mimi mbona msaada nishakupa mdogo wangu? Unataka nikusaidiaje? Dada, naomba unisaidie hata siku 2-3. Janet, naomba tu uondoke. Sina pa kukuweka kabisa. Kwa hiyo dadangu unanikataa? Afande, mimi naweza ngafanya kitu. Je, utaweza kunisaidia mimi? Ndio, hicho ndio nilichokuwa nakusubiri sasa. Niambie sasa, ongea. Nani boss? Nani kakupa mzigo ule? Afande. Aitwa David ndo mshua. Ila mimi sijui chochote kuhusiana na yeye. David. Ndo hivyo tu. Tamtafuta, tampata. Oi, mchukue umrudishe. Huu ni mwisho wako Beka. Utakuwa chombo changu milele. Huwezi kunikimbia. Huna tena uhuru. Nimepoteza kila kitu. Wala sijali. Wewe ni mimi, mimi ni wewe Anita. Nipo kwenye ulimwengu wako. Nakuhitaji. Nakupenda sana Anita. Siwezi kujikomboa. Wewe ndo kila kitu kwangu. Beka,
Sio kila mtu anakukataa. Nenda kwa mama kule. Pamekushinda nini? Pamekushinda nini kwa mama? Sinaongea na wewe. Mimi namaliza kuosha vyombo natoka. Alafu siwezi kukaa na mke wa mtu. Sawa mdogo wangu. Utanisamee kwa hilo. Huku mjini upawezi. Kwa hiyo dada unashinda kunisaidia. Unataka nikusaidiaje mdogo wangu? Nenda tu. Kilo safi. Si unanielewa? Nenda tu. Ndio umeichezea mwenye mdogo wangu. Wenzao tulikuwa tunaililia tuipati. Nenda mdogo wangu, nenda. Ushachezea maisha, hamna namna. Nenda tu kasugue gaga kwa mama pale. Unajiweka sura ya huruma, kone huruma. Nenda kasugue gaga kijijini huko. Ndio umeichezea mwenyewe mdogo wangu. Jua linawaka. Mpaka ukiangalia kwenye bati linameremeta, linang'anyima, ng'anyi. Na mimi hapa nilipo nilikuwa kitoweo ndani sina. Na hivi nilikuwa ninataka nende pwani nikatafuta japokuwa kitoweo. Lakini hilo jua linanitisha, njaa yote inaingia ndani. Wewe hapo ungekuwa na 500 tu mimi ungenipa pale, ningekeni pale wanauza chilele. Ningeenda kwenda kununua tukachemsha. Sasa hizo ende pwani urudi. Chileta itatukoa maana kijana tule unajua. Na tena leo ningepata chilele ugali wa muogo nini unga muogo si upo. Ningepika ntandasa mimi tukala. Umemuoa Makonde wewe ujue ugali wa muogo utakula. Mkumbele nungu. Chakumemena. Baba karibu. Mka wangu karibu. Asante sana. Naona wazee wangu mmetulia hapo. Si unaona jua hili? Kweli jua linawaka kweli. Jua linawaka. Mandhari yako vizuri. Ni mwa surprise. Ni vizuri kwa sababu umekuja kwako mwanangu. Kweli kabisa mama. Kwa hiyo mambo ndio yamekuwa magumu hivyo shule yangu. Dunia kama imenigeuka rafiki yangu. Sasa singodi nyumbani kwa wazazi kwanza ukajisikilize. Siwezi huko. Nyumbani maisha magumu sana. Sina pa kwenda. Sina mtu anayenielewa. David amenifukuza na mbaya zaidi anaishi na yule rafiki yangu Aisha. Maisha hayana huruma. Unahitaji msaada kweli rafiki yangu. Hayupo. Janeti mbona nilimwambia aje huku nyumbani? Alikuja kuchukulia na dada yake pale akaja huku nyumbani. Kwani haja kuelezea matatizo yaliyokuwepo? Janeti alivyokuja na dada yake hapa mimi ameniambia kila kitu. Mimi ndio nikawa na hema. Mka wangu amepatwa na nini? Kama watoto wawili wale wamekuwa kulumene. Kwa nini amenitoa Janeti mimba? Kweli mwanangu kweli watoto wanavyopotea wewe utoe mzigo wanke wako tena wa ndoa. Mimi kwa kweli imeniuma. Nikasema mko wangu alichofanya amechakunyata sio kizuri. Watoto wanapotea. Mimi bado sijawachoka kwa wale watoto. Kwa nini unitoe mke wako mzigo? Kama ungekuwa hilo tatizo umeliona kwamba ni gumu, la wewe ongezaa tu watoto ukatuletea wenyewe. Wajukuu tukakaa nao tukalea. Sasa je mpaka mnaanza kutoa na mimba na kufikia au hamjui kama utoaji wa mimba ni kutupoteza uhai wa mtoto? Hivi uone kama umekosea? Mama, kushirikiana na Janeti kutoa mimba. Mimi? Hapana mama. Hapana, mimi siwezi kufanya hivyo mama. Janeti ametoa mimba mama, sio ya kwangu mimi. Ni ya mwanaume mwingine. Ningekusaidia, lakini tunamjua shemeji yako. Hajatulia, anaweza kukuchukua wewe akaniacha mimi. Ninachoweza kukusaidia ni hichi kiasi kidogo cha pesa, sawa? Tutakusaidia ukapange chumba na ukatafute kazi uendelee kujishikiza. Karibu sana shoga yangu, sawa? Sawa. Haya, je, msindikize.
Na ndio maana nimemleta huku kwanza nije kupata suluhu ya kuzungumza na nini. Sasa tena na wewe mama unaniambia hayupo huku, ndo nazidi na mimi kuchanganyikiwa mama. Haya, ujio wako unasemaje mwanangu? Maneno mambo alionifanyia mimi nifika hapa. Yaani nashindwa hata nielezeje. Cha msingi mimi nimefika hapa, wazee wangu, suluhu tu ninaoitaka mimi kwamba mimi mwanenu nitamuacha kwanza, niendelee kulea kwanza watoto wangu. Manake hapa ni mtihani ushakuwa. Nitakuja kumuua ninapokaa naye ndani. Sikiliza mkao wangu. Naam. Yaani hapo unaposema Janet yupo kule na jana umemfukuza. Yaani hapo ndo ananitia wasiwasi. Sababu Janet huku kwetu hayupo. Na wewe kama umenitimua kule, sheria uijui. Kwa nini usiondoke na nguo yako, nguo Janet ukaleta hapa nyumbani? Wewe umenitimua huko. Kama ameenda kujinyonga. Kama wamekamata tu majambo wazi huko wakampiga wakamuua, mimi utaniambia nini? Mimi sijui yuko wapi kwa sababu jana alikuja nyumbani nikamwambia arudi huku. Tunamuomba uje naye Janet. Kama kapotea, kama kafa, basi ukamtafute kaburi lake tuletee hapa. Kwa sababu Janet hapa hayupo. Yule mtoto wangu mimi, hata kama amefanya mambo ya kundambanda ya kunyata, lakini mtoto wangu siwezi kunitupa. Lakini angalieni na upande wangu mimi, wewe mzee ni mwanaume ujue, vaa kiatu changu mimi alafu unasafiri ngoja chako wewe ukate ulale na mamako. Ngoja kwanza wewe uvae kiatu changu mimi sola ile. Kumbe adabu na wewe zinakuwa. Hebu zungumza. Jamani nakwambia ngoja kwanza mimi nitafute kwenye simu. Zungumza naye. Kama yupo mimi na asili ndaongea tu ninachoongea hapa Janet yupo nini? Zungumza. Kama atakuwepo mwambie aje sasa hivi. Kama utampata kwenye simu, mwambie aje atuambie kwamba alikuwa wapi. Naona simu ya Janet haipatikani. Haipatikani simu yake, haipatikani Janet. Janet mimi nampata wapi Janet? Mimi ninachotaka Janet, nampata wapi? Nampata wapi? Unajua Janet yuko zima. Je, kama amekutana na majambo wazi amemkamata amemuua, mimi nampata wapi Janet? Kwa nini usilete wewe hapa? Naongea na wewe nakwambia ninakuuliza Janet yuko wapi? Basi. Mimi nataka mwanangu. Basi. Talizana mie. Janet.